Unanisikia? Kaka, yani hata useme nini sitaweza kuelewa. Kila siku sio lame kama mtaka kaolewe wewe sasa. Unasemaje? Au nikubutua mimi? Mimi simtaki tuko lazima. Kaka, unanipiga kwa sababu ya lame. Tena nitakukomoa mimi. Wanalana mkubwa. Sifurahi alihi ila ninashukuru niko hai, maana aliyeniumba yuko hai, naamini atanibariki. Ila siwezi kufuru wala siwezi hukumu, ila ninashukuru Mola wangu aliye juu. Wapo wananipenda wengi wananitenga, sina pesa masikini naonewa na watu, ila maisha kwangu ni kama funzo. Yote haya naamini yatapita, ila maisha kwangu ni kama funzo, naamini haya yote yatapita. Sifurahi alihi ila ninashukuru niko hai, maana aliyeniumba yuko hai, naamini atanibariki. Ila siwezi kufuru wala siwezi hukumu, ila ninashukuru Mola wangu aliye juu. Wapo wananipenda wengi wananitenga, sina pesa masikini naonewa na watu, ila maisha kwangu ni kama funzo. Yote haya naamini yatapita, ila maisha kwangu ni kama funzo, naamini haya yote yatapita. Nashika nawe kidogo. Aha. Karibuni. Jambo. Mzima? Nzuri tu. Karibu. Karibu sana. Jambo Agnes. Jambo. Nyumbani nzuri tu. Kakako yupo? Na yule dada yako? Hayupo, ametoka. Aha. Karibu tupo. Asante. Karibu. Tusikie amani. Asante. Sasa baba mdogo. Yaani unavyotuona hapa, kuna kitu cha muhimu kimetuleta.
Wewe na mwenzako? Hapa napokuambia ni kama kuna tofauti fulani imeingia. Kwa sababu nakumbuka juzi tulivyoenda kule kwao na Agnes. Sawa. Ukaenda kunitambulisha kwa mchumba ambaye nitakiwa nimchumbie. Sawa sawa. Sasa kuna vitu vilitokea. Mimi na mwenzangu tumeenda kule tukakutana tukaongea, lakini tukaona hatujasolve tatizo. Lakini kwa ushauri nimeona tuje kwa wewe, unaweza ukatusaidia mambo ya ushauri tukawa sawa, au ukatuambia kwamba tufanyeje. Unakumbuka siku ulivyokuwa unatutambulisha kwamba nakumbuka kwamba huyu ni mchumba wangu ndio natakiwa kumchumbia, alafu na yeye ananitambua mimi kama mchumba wake. Sawa sawa. Baba, nikwambie ukweli, ule haukuwa mwanzo wa kuonana. Ina maana unataka kusema mlikuwa umeshaonana? Yaani nakwambia ukweli hapo, maana siku ile ni kama tuliwaficha. Mbona mlikataa sasa? Sawa, lakini haukuwa mwanzo wa kuonana. Huyu naye muona kipindi nakuja huku, natoka mjini nakuja. Sawa. Nilikutana naye sehemu. Baada ya kukutana naye sehemu, ikabidi nimwombe namba ya simu. Kwenye kumwomba namba ya simu, tukapanga, tukakubaliana kukutana sehemu, na sio mara moja. Tumeshakutana sehemu nyingi. Tumeshakula raha nyingi kule, unasikia baba mdogo. Hapo nakwambia ukweli. Lakini mimi ambacho kimenihuzunisha, kwa nini alipokuwa anajua kwamba bwana anatakiwa achube, kwa nini hakutulia? Tumeenda kule tumegombana, tumesemeana maneno mengi sana, lakini kwa nini hakutulia? Sasa tumeona tutafika mbali, ikabidi tuje kwa baba mdogo, unaweza ukatushauri. Mimi mwenyewe nitoka mjini nije nimwone binti ambaye ametulia, lakini bahati mbaya nimekuja kukutana na binti ambaye hajatulia. Ndo tatizo letu hilo. Kondo imewaleta hapa na kunieleza kuona namna gani tunalitatua. Agnes, haya ambayo mwenzako anayaeleza ni kweli? Na kama ni kweli, hivi mlionanaje kwanza mara ya kwanza? Maana huyu muda mrefu hayupo, amekuja juzi kutoka mjini. Hello. Yes. Habari ya hali ya moyo wangu. Salama vipi? Uko sawa? Niko poa. Haitaki kumaliza siku bila kupigia simu na iko mnyonge. Ya kweli hayo basi? Sasa mimi sina nakwambia. Mimi ndo nakwambia. Ya kweli kabisa? Anataka nikupa habari njema. Haya, nipe hiyo habari njema basi nisikie. Unajua bwana, mimi nimekaa. Kuna kitu kikanijia. Nikasema hili penzi letu hili la kuficha. Hakika nimefika mwisho mpaka nimechoka. Kivipi? Wewe subiri, wewe unataka kwambie, wewe subiri, mimi ndo ndio nipetie topic hapo jinsi. Nakusikiliza, niambie. Sasa ninachotaka tukifanye. Nataka nikutumie na uje huko nyumbani bwana. Nyumbani kwa wewe hapo? Yaani kwangu hapa nyumbani ambapo nafanya wadogo zangu. Okay, kwa lengo lipi? Ndio hivyo basi, nataka haya mapenzi tusije tuache kabisa, tupange process kuoe moja kwa moja uwe mke wangu. Sawa, sijakataa, bila kufuata taratibu. Taratibu basi zikiukisha kuja huko ndo tunapanga hizo taratibu, tuone tunaendaje, nini kiendelee, kisha tunapanga. Ndio maana mimi nataka nikutumie na uje kwanza huko. Sio kama unakuja moja kwa moja, ila unakuja tunapanga. Hamna bwana, yaani mambo si usilichukulie jambo kuwa kubwa wakati ni ya kawaida. Jambo la kawaida hili. Kawaida sana, wala haliwezi kufuata hali ya matatizo ndani ya familia. Basa. Kwa sababu unajua sababu sababu ni nini iliyonifanya mimi nikupigie simu na nikupa habari za namna hiyo? Hata sijui, ndo naambie nielewe.
unajua bwana, ninavyoangalia hapa nyumbani kwangu hapa. Naona kabisa ndugu zangu wote wanaenda kuolewa na kunyesha, mimi nikiwa peke yangu. Unaona, sasa huyu mmoja ndio hivyo anachumbiwa. Na huyu mwingine ni kama ameshapata mtu, kwa sababu na nafikiri hata nyumbani alipo. Hasa ni kama hawa watu watakuja kuondoka wote, mimi tupo. Alafu na leo haya masuala ya ubachela kila kitu niandae mwenyewe. Sana basi pointi zetu tuliweke juani kabisa, kila mmoja afahamu. Basi hicho ndio kitu ambacho kimenituma nikupigia simu. Ndio nimekuelewa, ila ndo unaambia kwamba unakuja siku gani kunichukua. Hamna shida, nitakutumia nauli, nitakuelekeza sehemu ambapo utashuka, alafu na hiyo utanikuta mimi hapa nimekueleza tena kwa roho nyeupe, bila wasiwasi. Unakuja kunipokea? Na unakuja kunipokea? Nakuja kukupokea mimi mwenyewe, wala simtumi mtu yoyote. Mimi nakuja kupokea na nauli nitakutumia kwanza kulipia ubaya usafiri, alafu ya kulipa kwenye gari utakuwa nayo. Lakini pia hata ipeleo utanikuta mimi pale barabarani. Sasa hamna shida, nakusubiri. Haya, poa. Tuko vizuri. Tuko poa. Chumba kidogo. Haya, asante. Kabla sijaja naye pale nyumbani kwenu, mlionaje kwanza na mpaka haya yakatokea ambayo sasa hivi mwenzako anayazungumza? Baba, huyo anasema ni kweli. Sema yeye ndiye alianza kunitongoza, nilikuwa dukani. Ndio nikakutana naye, akaniita, akaniomba namba. Akanitongoza na mimi kwa kuwa kipindi sikuwa na mtu, kabidi nimkubalie tu, lakini kama mimi sijatulia na yeye pia hajatulia. Sasa baba mdogo, mimi Agnes nimemsikiliza vizuri. Lakini mimi naona kama angekuwa anajua kwamba ana taarifa ya kuchumbiwa. Sasa kwa nini asingenikataa? Angenikataa, asingenikubalia. Sasa ona, tumeshafanya vitu vingi. Tumeshaenda sehemu, tumeshakutana sehemu nyingi sana. Kwenye hizo siku ngapi ambazo niko hapa. Lakini naenda kutambulishwa, nakuta ni yule binti ambaye tumeshakutana sana. Kwa nini asingenikataa yeye mpaka nikubalie? Aha, kwa hiyo kijana wangu Karo, wewe unaona kwamba hilo ndio tatizo? Kwa sababu mmekutana stendi sijui unakuja, mkapeana namba ya simu, mkaanza kupigiana simu, wakati mimi ulishanipatia mpango wa kutafutia binti, si ndio Alafu unashangaa binti ambaye anaenda kutambulishwa kwamba ni huyu hapa ndio yule ambaye mmeshakutana. Wewe umeona kwamba sasa hilo limekuwa ni tatizo kubwa. Labda nikusaidie kitu kimoja tena wangu Karo. Mimi huyu binti huyu Agnes, kama unakumbuka vizuri, marehemu baba yao na marehemu baba yako wewe walikuwa marafiki. Ile sema nyinyi mlikuwa ni watoto. Kwa wakati marehemu babako anafariki na huyu babaka anaondoka, wewe ulibaki mikononi mwangu. Huyu akabaki mikononi mwa kaka yake. Mimi huyu binti namjua vizuri. Namfahamu hapa kijijini hapa. Kwa marika haya ya miaka 20 kwenda 25, 28, 30, mili yenu ninyi ina joto. Kwa hiyo huyu huwa anafikira huenda za kupata mchumba na kuolewa. Na wewe umeondoka huko ulikuja na mawazo ya kutafuta mke wa kuoa aliyetulia. Mimi ninachomfahamu huyu binti hana hiyo tabia. Na nisikilize wewe. Na ninachokiona wewe unaleta ule ujanja wa mjini huko ndio umemshawishi ikawa hivyo. Wakati sisi tunaenda taarifa ya kwamba anachumbiwa alikuwa hajaambiwa na kaka yake. Kazi ilikuwa ni kwamba tutawakutanisha ninyi bila kujulishana habari. Yaani huyu binti bila kumwambia ni nani. Ndio tulipanga mimi na kaka yake. Ili pale mkishaonana, baada ya hapo tuwashe nafasi katikati kama tulivyozungumza siku ile. Si mnakumbuka vizuri Ndio. Kwa sababu tumeshawakutanisha sisi kama walezi wenu, baadaye ninyi huku mtakutana. Na mkishakutana mkaafikiana, mimi napeleka kule nini? Posa. Sasa unakuja niambia mmeshafanya kadha wa kadha, alafu nasema simuhitaji. Kwani yeye ndo alianza kukuambia hizo habari? Wewe Karo kitendo wangu. Wewe si ndio ulikuwa kwanza kumwambia wana kumshawishi huyu? Baba mdogo. Sasa baba mdogo. Mimi nimekusikiliza.
Lakini mimi nilitoka mjini nikaja huku. Mjini niliacha mabinti wengi. Sawa. Lakini mimi nilikuja kijijini kwa lengo la kupata binti ambaye imetulia ili niweze kuoa. Lakini ninavyoona huyu niliyempata hajatulia. Kwa sababu gani? Kwa nini alinikubali? Sange nikataa. Mimi nimeacha mabinti wa mjini kwa sababu najua kwamba hawajatulia. Kabidi nije kijijini. Kwa mimi ninachokiona ba mdogo mimi sitaki nimuoe. Unataka kufanyaje? Yaani unitie mimi aibu? Karo kijana wangu, uwezo ukaniambia kwamba hutaki umuoe. Ninyi wote wawili kwanza mmeshafanya makosa. Wewe ulimlaghai huyu na kumshawishi na kumtongoza akakukubali. Mkafanya mlioyafanya hayo, alafu leo unaniambia eti humtaki, hajatulia. Hivi kati ya wewe na yeye kuna aliyetulia hapa? Na hata wewe mwenyewe hujatulia. Lakini tunawashauri wanangu ni hivi. Haya huenda mmeyafanya kwa sababu ya mihemko ya miili. Harara zenu hashiki zimewapanda kwa sababu ni ujana, mmechemka mmefanya hayo. Sasa mimi nachowashauri, ondoa mitazamo ambayo sio ya kujenga. Binti huyu mimi namfahamu vizuri. Na ninachokushauri, kama ulivyomshawishi akakubali, na wewe kama ungelikuwa yeye ndo kijana wewe ndo binti, hapo vipi? Mmefanya kosa linalofanana. Na ili kuondoa aibu hii, inabidi tufanye mipango haraka kabisa mimi ya kupeleka posa kwao na huyu, ili umuoe. Kwa sababu mimi huyu ni kama vile nimemlea, kwa sababu kaka yake rafiki yangu muda mrefu. Kwao kama kwangu, kwangu hapa kama kwao. Wewe ungetulia, si ulikuwa unashapa kazi. Lakini wewe mwenyewe ulikuja kazi unasema siku nikupeleke, kumbe na ulipofika kule ukaona maua hapo njiani. Sasa ua lenyewe ndio hilo hilo unakutana nalo njiani, ndio hilo ndio nikutafutia. Kwa hiyo ninachokitaka hapa ni kwamba acha hasira zako, wewe mwenyewe kwanza unakosa, naye binti naye kukubali anakosa. Cha msingi mimi inabidi niendelee na taratibu za kupeleka posa ili tuingie mchakato mzima wa ninyi kufunga ndoa ili muishi pamoja. Wahenga wanasema mkuki kwa nguruwe kwa mwanadamu ni mchungu. Jihesabu mfano kijana wangu Karo, wewe ungekuwa ndo binti alafu huyu ndo kijana wa kiume. Naye angesema huyu binti hajatulia. Wewe ndo umemshawishi huyu. Sasa mdogo, mimi nimekusikiliza hapa mdogo wangu. Sawa. Kiukweli nimekaa kajifikiria hapo ulivyokuwa unaongea. Na nimeona japo nilikuwa na hasira, lakini nimeona kwamba makosa tumefanya wote. Na mara zote wanasema hasira ni hasara. Ila mimi ninachokiona, mimi naona tusameane tu. Kikweli sifurahi alihi, ila ninashukuru niko hai, maana aliyeniumba yuko hai, naamini atanibariki. Ila siwezi kufuru wala siwezi hukumu, ila ninashukuru Mola wangu aliye juu. Wapo wananipenda, wengi wananitenga, sina pesa masikini, naonewa na watu, ila maisha kwangu ni kama funzo. Yote haya naamini yatapita, ila maisha kwangu ni kama funzo, naamini haya yote yatapita.